Ukiambia viongozi na watawala wetu wa taifa au wa nchi, acha kuua watu, acha kumwaga damu, acha kuwa fisadi, acha kula rushwa, acha matendo maovu. Kesho tunaambiwa umetukana viongozi. Kazi ya mhubiri, kazi ya mtumishi wa Mungu wa kweli aliye hai ni kukemea kwa macho makavu watu watendao dhambi. Acheni kutenda mabaya. Stop doing evil deeds. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi, sitasikia. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu. Anasema jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu. Usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Acheni kutenda. Biblia inasema kabisa. Yani sikiliza. Listen. Biblia iko dialect. Jiosheni, jitakaseni. And cease. Biblia inasema acha. The Bible says cease. Nasema acheni. You say cease. Lakini kizazi hiki, but this generation that we have today, ukimwambia mtu acha, if you tell someone to stop something, kutenda dhambi, anaona kama anasema wewe unajiona wewe ndio mtakatifu. They say you see yourself righteous. Unajihesabia haki. You count yourself righteous. Ukiambia viongozi na watawala wetu wa taifa au wa nchi, acha tell them to stop kuua watu, acha kumwaga damu, acha kuwa fisadi, acha kula rushwa, acha matendo maovu. Stop doing Kesho tunaambiwa umetukana viongozi. And you're told that you've insulted the leader. Kazi ya mhubiri, the work of the preacher, kazi ya mtumishi wa Mungu the wa work of kweli the aliye hai, true servant of God, ni kukemea is to rebuke kwa macho makavu with watu watendao dhambi. For those who sin. Jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu. Usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Mabaya ni yapi? Labda unaweza kuwa uelewi kitabu cha Galatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 18 mpaka 21 kule. Mabaya ni yapi? What are the evil deeds? Watu wengine hawajui mabaya. Other people don't know the evil deeds. Haujui mabaya gani labda? They don't know what evil deeds. Wa Galatia sura ya 5 ndio kuanzia mstari wa 18. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. What is the meaning of the Spirit? Be led with the Holy Spirit. Kiongozwa na Roho. Asema lakini mkiongozwa na Roho. When you're led by the Spirit. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. When the Holy Spirit is within you and He's alive. Kuna vitu vitagoma uvifanye. There are things that you. Kuna mahali Roho anakataa usiingie. There's a place that the Spirit refuses you to enter. Kuna maeneo hutapata amani kukaa. There are places that you won't get peace to stay. Kuna maneno hayatatoka kwenye kinywa chako uyaongee. Come out of your lips for you to talk. Lakini mkiongozwa na Roho. When you are led by the Spirit. Kanisa la sasa. The church nowadays. Wokovu wa sasa. Salvation nowadays. Wakristo wa sasa. The Christians nowadays. Hatuongozwi na Roho. We are not led by the Spirit. Tunaongozwa na mtazamo yetu. We are led by our tunaongozwa na dini. We are led by tunaongozwa na mafundisho. We are led by teaching. Leo kizazi tulicho nacho, the generation we have kimegeuka kabisa. It has turned completely. Kinafundisha kwa habari ya mafanikio tu. About prosperity only. Habari ya mafanikio. About prosperity. Habari ya mafanikio. About prosperity. Hata nikija somo linahusu kukemea dhambi, litapita tu kama vile wimbi kidogo, lakini tutarudi kwenye mafanikio. Of prosperity. Haliongelei kwa habari ya kukemea. It doesn't speak of rebuking. Ni nani atasimama katika mlima wa Bwana mtakatifu ili kukemea wenye mamlaka wasifanye uovu? Leo kanisa liogopwi kwa sababu nasi tumekuwa wamoja kukaa katika maovu. Viongozi wa dini hawaogopwi. Viongozi wa imani hawaogopwi. Kwa sababu hatuna mamlaka wala hatuna nguvu za Roho za kukemea na kuambia mtu acha kutenda mabaya. Acha kutenda mabaya. Stop sinning or doing evil deeds. Kinywa changu my lips hakitanyamaza, will not keep quiet, kukemea to rebuke na kuambia acheni kutenda mabaya, and to tell you to stop bila doing evil kujali nafasi yako ulionayo, without valuing the position kwa you're in. hekima ya Mungu itaniongoza, with the wisdom of God that will lead me, bila kujali nafasi yako ulionayo duniani, the position that you have nafasi yako ulionayo duniani ni ubatili ukiyapoteza maisha yako. Anasema ya nini? It says, what is it kupata fahari yote ya ulimwengu na kupata hasara ya nafsi yangu, and to get loss of my soul. Kupata fahari yote ya ulimwengu na kupata hasara nafsini mwangu, and to get lost in my soul.
Tuko duniani. We are in the world. Tuna vyeo. We have tuna kazi, we have work, tuna nafasi, we have tuna fedha, we have money, tunalala pazuri, lakini hivyo vyote ni sawa na kujirisha upepo. Ni hasara kubwa kupoteza nafsi yako. It is a great loss to lose your soul.